Amani iwe juu yako mtukufu wangu. Pombe ulioniagiza nimekuta bado haijasimikwa, ikanilazimu nisubirie nyingine. Alafu mtukufu wangu, mbona unatembea bila kijakazi na unaonekana hauna mchoro wote kwenye uso wako? Hujui kwa utaniletea matatizo? Uhuru isha baada ya utambuzi, na hii yote ni baada ya kujua uhuru si maamuzi. Bado sijakuelewa mtukufu wangu, jaribu kunifafanulia. Wapambanaji wengi wa haki wanaamini kuwa uhuru wa kweli ni kifo, kwa maana kilichokufa hakifi tena. Una maana gani kusema hivyo mtukufu wangu? Zunde, hata Mungu wako bado haiko huru, kwa maana hawezi kumwomba Mungu mwingine mkubwa kuliko yeye. Unataka ujitambue na upambanie uhuru wako na ujijue kuwa wewe ni nani. Mimi si mtukufu wako, bali mimi ni dada wa mtukufu wako. Hivi unajua nini kuhusu shangazi yangu? Sifahamu chochote kuhusu shangazi yako, lakini shangazi yako ni binadamu wa kawaida tu. Hana zawadi yoyote ile aliyobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Nimekutana na shangazi yangu, na kila nikijaribu kumsalimia na kumuita shangazi, ni amekuwa kama mtu aliyepoteza kumbukumbu. Sijaelewa na kitu gani. Umeweza kumuona shangazi yako kwa sababu una uwezo mkubwa sana, na hautakiwi kuweka mazoea naye. Kwa nini? Yule shangazi yangu. Kwa sababu yeye na wewe mpo tofauti. Alafu kuna vita kubwa inabidi uimalize. Wewe mchawi lolania na mizima mizengo. Umekuja kutafuta nini katika hii himaya yetu? Au ndo unataka uje utuue kama ulivyomuoa mama yangu? Ndugu wangu Yondo, siwezi kuwa na dada kama wewe usiokuwa na upendo wala imani katika moyo wako. Naomba urudi huko kwenye milima ya mashetani wenzako. Kizuri ni kizuri tu, lakini chenye bora ni bora zaidi. Mdogo wangu Yondo, unapofanya jambo lako
jaribu kutumia akili na moyo wako, kwa sababu moyo hugusa sana hisia na akili huchanganua majambo. Kipindi chote hicho nilichoishi milimani, sio kama nilikuwa sikufikiri au labda nilikuwa sikupendi. Hapana Yondo, nilikuwa nakufikiria sana, na hisia zangu zilikopo juu yako na akili yangu pia. Nami kuja hapa sijajileta tu. Hapana Yondo, ni upendo ulikopo juu yangu kwako. Alafu isitoshe, alichokuambia baba si kweli. Sijahusika na mauaji ya mama mimi, bali baba pamoja na chifu ndio aliyeshiriki mauaji ya mama. Baada ya Kibeku kutabiriwa na mama kuwa Mputo ndio atakuja kuwa shujaa wa hii himaya yenu, ndipo Kibeku akatoka na kwenda kumchonganisha kwa chifu. Kuwa mama ni mchawi, katumia uchawi wake kuipindua hii himaya yenu, na hukumu ya kunyonga ikatoka kwa mama. Na ile nafasi ya mama kuwa mtabiri mkuu katika hii himaya yenu, ndipo alipochukua hiyo Kibeku. Kipindi walinzi wakuu wa chifu walipokuja kumkamata mama, mimi nilikuwa niko pembeni ya mama. Ndipo amri ikatoka na mimi pia nikaiko katika hukumu hiyo, ila Bibi Tuli ndio aliniombea mimi msamaha. Ndio nikaambiwa niishi na yeye huko milimani. Ndipo nikafundisha uchawi ili nije nikukomboe wewe mdogo wangu. Yondo, sio kama sikupendi mimi. Nakupenda sana mdogo wangu. Huyo Bituli ni nani? Bado muda hujafika kwa mjua Bituli ni nani. Muda utakapofika utamjua ni nani. Mtukufu wangu, kinachotutesa sisi binadamu ni kumbukumbu tunazozikumbuka, kumbukumbu za kifo, kumbukumbu za maumivu ya mapenzi tuliyoyapitia. Mtukufu wangu, nakuomba usikumbuke kitu chochote kinachoumiza moyo, kwa maana hii ni dunia na tunapita. Nimekuelewa Zunde. Naomba leo nikuruhusu uende nyumbani kupumzike mapema, ila ifikapo tu kesho asubuhi nakuomba uje kwangu niende kwa chifu. Na mazungumzo kesho marefu sana na chifu. Nakuomba nikwambie kitu mtukufu wangu. Usije ukamwambia kitu chochote chifu kinachohusu baba yako, kwa maana chifu na baba yako lao ni moja tu. Nakuomba mtukufu wangu. Nimekuelewa Zunde. Wewe nenda tu nyumbani, nitakuwa tu sawa. Sawa. Toba. Hivyo unavyofikiria wewe, siwezi kufanya kazi bila wewe. Umenisahau? Sinakuuliza umenisahau? Kibeku, sikiliza nikwambie.
na uona mchafuko mkubwa unatokea hapo mbele kwenye ardhi ya himaya hii. Sasa basi, nakusisitiza achana na mpango wako mara moja. Siwezi kamwe kubadilisha mpango wangu, kwa sababu sitaki kupata shida tena. Nitapambana mpaka nipate kiti cha enzi, na kama nikipata, wewe ndio utakuwa wa kwanza kufa. Wekeni chini mikuki. Walinzi wangu, wekeni chini mikuki. Chifu wangu, au umegandishwa kwa sababu umemnyoshea silaha. Waachie walinzi wangu waweke chini mikuki. Acha! Umefuata nini kwenye makazi yangu? Nimekuja hapa kukupa onyo la mwisho, na ukiona tena nimekanyaga hapa, nafuata roho yako. Chief, ulishanikataza kukanyaga katika himaya yako na sijakanyaga tena mpaka leo, lakini bado unanifuata. Ina maana mimi ni mbaya kuliko huyo kiboko wako, hali ya kuwa huyu na mimi ni sirika hii moja. Sikiliza nikwambie wewe, sikujui na wala mimi wewe unijui. Sasa basi, hiyo kesi yako au huo msalaba wako utabeba wewe mwenyewe. Chief, angalia hicho kibuyu na hiki, angalia nguo nyekundu na hiyo, ni kitu hiki kimoja. Anakataa nini? Sihitaji ngonjera zako. Naamini kabisa maadui katika himaya yangu bado wapo. Watu unaoshirikiana nao wewe, chembe chembe zako bado zipo. Sasa nikifanya uchunguzi pale kwenye himaya na nikagundua maadui wapo, chembe chembe zako, nikija hapa hakuna mjadala. Nitakumaliza, nitachukua roho yako. Taka usitake, taka usitake, taka usitake, nitachukua roho yako. Unataka kunitisha? Unanitolea macho, unataka kunitisha? Nakuuliza, unataka kunitisha? Nitatoa roho yako, unataka usitake. Sitishiki na chochote. Chawi mkubwa, mshenzi wewe.